Habari, karibu tena. Kama ni mara yako ya kwanza, basi unatakiwa ufanye jambo moja, usubscribe. Lakini kitu kingine, inabidi ukishatazama video inabidi ulike, lakini pia unaweza ukacomment. Hii inasaidia pia video kuonwa na watu, yani YouTube wanakuwa na uwezo wa kuipush zaidi iweze kutazama na kuwafikia walengwa wengi. Sasa leo nipo kwa ajili ya wewe mkulima wa nyanya. Nataka nikuelezee changamoto mojawapo ambayo unaweza ukakutana nayo kama utalima nyanya. Hii ni changamoto ya magonjwa. Lakini leo nitajikita kwenye ugonjwa mmoja ambao unaitwa ugonjwa wa bakajani wahi. Nitakueleza kuhusu bakajani wahi, lakini nitakueleza pia kuhusu bakajani chelewa. Hii nyanya unayoiona hii, unaona kama ilivyo hivi. Kuna hali kama ya kubadilika majani kuanzia chini kwenda juu. Ukiangalia haya majani yamekuwa ya njano kwa kuanzia majani ambayo ni ya chini, yale majani zee. Sasa ukiona nyanya yako iko katika dalili hizi, maana yake huu ni ugonjwa. Ni ugonjwa ambao tunauita bakajani wahi. Lakini kwenye nyanya hii pia naona kama kuna makovu kuna makovu ambayo yanaashiria yani majani yamebadilika, yamekuwa kama na makovu ambayo yanaashiria pia kuna bakajani chelewa ambayo ni hatari sana. Sasa bakajani wahi yenyewe huwa inaanza kwa chini, inaanza kuathiri majani ya chini, yanaanza kuwa njano, yanaanza kupanda. Mwisho wa siku nyanya nzima unakuta imeshavamiwa yote. Na ukichelewa sasa kudhibiti, maana yake kinachokuja kutokea inakuja inakutana na ugonjwa mwingine ambao unaitwa bakajani chelewa. Na hapo nyanya yako ndipo utakuta nyanya zinaanza kuoza, majani yote yameisha, kwa hiyo unajikuta haupati nyanya nyingi, unakuwa na michumo michache. Sasa kinachotokea au kinachosababishwa ni nini sasa, unaweza ukajiuliza. Chanzo cha hii kutokea huwa ni pale panapotokea nyanya majani yanakuwa yanagusana na unyevunyevu. Inaweza ikawa unyevunyevu wa umande asubuhi, au mvua ikinyesha, maji yanapotiririka, yanapopita, basi nyanya inakuwa inapata ule unyevunyevu, na hivyo fungus ambao wanasababisha ugonjwa huu wanakuwa na uwezo sasa wa kuzaliana. Sasa kinachotokea kingine ambacho kinaweza kusababisha hiki ni nini sasa? Pale inapokuwa haijafungiwa. Nyanya ikishaenda shambani, ukishaipanda, tunashauri sana mkulima baada ya kuanzia wiki ya 3 inatakiwa awe amesha simika miti kwa ajili ya kuifungia, au ameshafungia tayari. Tawi lolote ambalo linakuwa linaonyesha dalili ya kulala inatakiwa liwe limeshafungiwa. Haitakiwi nyanya iguse chini. Aidha hata kama umeweka matandazo, haitakiwi igusane na ule unyevunyevu ambao unaweza kutoka unatokana na unavonyeshea au umande. Sasa kitu kingine ambacho unaweza kukifanya, ambacho pia kama hutakifanya unaweza kukutana na ugonjwa, ni kupogolea. Maana yake kuondoa yale majani ya chini. Nyanya inapofikia hadi wiki ya 3 huwa tayari kuna majani ambayo yameshaanza kuzeeka. Kwa hiyo hayo majani ndiyo huwa tunashauri yaondolewe kwa chini. Unakuwa unaondoa na mkasi au kifaa chochote ambacho utaona ni rahisi. Inaweza kawa kisu au wembe, lakini mkasi naonaga ni nzuri, lakini inategemea na wewe utakavyoweza. Unakuwa unayakata, unayaondoa, na unaweza ukawa na kiroba, unayatia kwenye kiroba, unaenda kuyachoma nje ya shamba. Usiyaondoe na kuyaacha shambani, kwa sababu kinachokuja kutokea unaacha masalia. Maana yake mwaka mwingine au msimu mwingine utakapokuja kulima, ugonjwa unakuta tayari upo pale. Fangasi wale unakuta bado wapo pale. Wakikutana tuna unyevunyevu, maana yake wanavamia nyanya ambayo ndio wanafanya makazi yao. Kwa hiyo wanaanza kuzaliana, na mwisho wa siku sasa wewe unakuwa upati kitu, au unaingia gharama ya kutunza, lakini upati faida yoyote. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuyaondoa na kuyaweka kwenye kiroba na kwenda kuyachoma nje ya shamba. Hapo utakuwa umeepukana. Hizo ni njia za kuepuka sasa hili tatizo. Lakini kingine, unaweza ukawa unapiga sasa, ukaandaa ratiba ya kupiga sumu hizi za fungus, viuakuvu, kwa maana ya fungicides.
unakuwa una ratiba. Huwa tunashauri kwa wakulima ambao wanalima maeneo ambayo ni ya baridi sana, wanatakiwa wapige sumu za fungus kwa ya baridi sana, nikimaanisha kwa mfano yale ambayo yanapokea unyevunyevu kwa muda mrefu, au yale ambayo yana mvua zikianza kunyesha basi zinakuwa zinanyesha kwa mfululizo. Kwa hiyo wanatakiwa wawe na ratiba ya kupiga sumu hizi za fungus kila wiki, na wakati mwingine unaweza kupunguza hadi siku 5, inategemea na hali ya mvua au umande ule ukungu ule kwa mfano ukitokea siku 2 mfululizo, maana yake kuna hatari ya kupatwa na ugonjwa kama umelima nyanya. Kwa hiyo unakuwa na ratiba hiyo, lakini kwa kawaida katika hali ya kawaida unatakiwa upige sumu za fungus kila baada ya siku 14, kwa maana ya wiki 2. Hapo utakuwa umelinda nyanya yako kutokuvamiwa na haya magonjwa. Lakini kupunguza sasa matumizi ya sumu hizo, njia ambazo unatakiwa kuzifanya ni hizo 2 nilizokutajia: kuondoa majani ya chini mara kwa mara, lakini yani kutokuruhusu yasiguse chini. Kingine ni kufungia nyanya yako, maana yake pia ni njia ambayo inasaidia nyanya kutokuruhusu iguse chini. Hii tayari ishaanza kuzaa na ukiangalia tayari kuna haijafungiwa, na mkulima amejitahidi matandazo, lakini kwenye kufungia hakuifungia. Kwa hiyo majani yote ukiangalia 100% kubwa yamegusa chini, kwa hiyo yamekutana na ule umande kwa chini, na hivyo fungus baada ya kutokea mlipuko basi wakaendelea na mashambulizi, na ndio maana nyanya unaiona hivi. Na sio tu bakajani wahi, lakini pia kuna bakajani chelewa kama unavyoona haya majani yalivyo. Magonjwa haya yanaepukika. Nyanya ukilima nyanya ukaifanya kama unajua mtu anapokuwa na duka, maana yake ni sehemu ya biashara. Ukifanya pia kilimo kama sehemu yako ya biashara, hauwezi kukutana na hizi changamoto, maana yake utakuwa unajua nini cha kufanya. Yaani kwanza utakuwa unafahamu hata kutunza kumbukumbu, utatakiwa pia kufahamu nini unachotakiwa kufanya kwa wakati gani. Haya ni mazao ambayo ni ya muda mfupi, kwa hiyo hata usimamizi wake unatakiwa uwe wa makini sana ndani ya huo muda mfupi. Haya ni tofauti na zao kama mazao ya miti au mazao kama mgomba. Mgomba unaweza ukakutana na hali ya changamoto, lakini kwa mfano ukame, baadaye ukautibu, baadaye ukitapokuja kukutana na hali nzuri unaweza ukakuzalia. Lakini hii nyanya au mazao ambayo ni ya muda mfupi yakikutana na changamoto ambayo inaweza ikaathiri maendeleo yake, maana yake unakuta yameshapita ule muda ambao yani kwa ufupi unakuta haiwezi kuzaa, maana yake unakuta imeathiriwa mpaka kwenye kipindi cha kuzaa. Kwa hiyo unakuta imeshindwa hata kuzaa kwa sababu imekutana na hii changamoto, na haiwezi kurudi tena kwa sababu yenyewe muda wake ni mfupi. Zinafikia muda wake na kufa kabisa. Hizi sio kama mazao kama maembe au kahawa. Kwa hiyo inahitaji umakini sana unapolima nyanya, na sio nyanya tu, hata hoho, mazao mengine yote ya horticulture. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya msingi ambayo nitaka nizungumze na wewe. Kwa hiyo kama una swali zaidi, naomba unitumie ujumbe kwenye 0656994167. Pia unaweza ukatuma neno niunge, nitakuunga kwenye group letu la wakulima, ambalo huko utaweza kuuliza swali na utajibiwa. Utauliza nini unatakiwa ufanye kama wewe umeshalima tayari na unashindwa kuelewa nitumie labda mbolea gani wakati wa kuzalisha, labda wakati wa matunda. Kwa hiyo utauliza kule, utajibiwa na utaenda kupata msaada kwenye duka la pembejeo lililo karibu na wewe.